ndogo kidogo. Huyu mtoto ana changamoto za kuanguka mara kwa mara, huwa akianza kwa kutwa nzima mpaka mara 20 kwa siku. Kwa hiyo anaishiwa nguvu, hali hanywi. Hili tatizo lina karibu miezi 6 sasa hivi nafika. Nimehangaika kwa waganga mbalimbali mpaka hiyo jana alianza kuanguka kuanzia saa 4 ya jana asubuhi mpaka usiku wa saa 8. Nikapata kumbukumbu kidogo, kwa sababu niliwahi kupata changamoto miaka 5 nyuma. Kuna mwanangu pia alipotea katika utafutaji. Kipindi wewe una kanisa pale juu, nilikuja na ukaniahidi kwamba mpaka kesho muda fulani itakapo saa 9 mtoto atapatikana, na kweli muda ule alipatikana. Kwa hiyo kwa jana, kwa sababu sikuweza kujua kama aweza huko mahali hapa, lakini nakumbuka kuna jirani tuko naye karibu anaitwa Mama Grace yule kule, nikasema ngoja niende niulizie huyu na Bimeli anapoweza kupatikana. Kwa hiyo saa 8 usiku nilitoka na mwanangu ambaye alikuwa amepotea, kama ni kaka yao hawa yule nikaja kwamba wawili ni wawili, tukaongozana tukaja kwa mama huyu Grace. Tukaja akanipa mafuta, akanielekeza mnyeshe kidogo mpaka kwenye utosi na hapo kwenye kipaji na kwenye kitovu na miguu. Kwa hiyo tulienda tukafanya hivyo, mtoto huyu akatulia mpaka sasa hivi tangu alipoacha hiyo saa 8 usiku. Ngoja. Tangu jana alipopaka mafuta ya upako ya hapa haja tena anguka tena. Sasa iliopo mwanangu wewe. Tangu unajua huyu alikuja mwaka jana. Walikuja 4, walikuja sio 5 6 sio. Mwaka juzi. Walikuja wa 6 na mtoto wake alipotea. Nikamwambia mtoto wenu yuko wapi? Kwa mattress. Nikamwambia tena alitaka kwenda kwa mganga, kuna kitambaa cha kijani. Nikamwambia saa 9 jioni leo saa 12 atakuja nyumbani kwako. Mtoto alikuja saa hiyo na wakanipigia simu. Mungu wangu wa maajabu, mshangilieni jamani. Mshangilie Mungu wangu wa maajabu. Sasa ulinisahau. Unatakiwa unakuja kila siku baba yangu, kwa sababu wewe familia yako, wewe mwenyewe shida unazo. Na zinazokutesa wewe ni wewe. Naona majini hapo kama 6 yanaishi na wewe tu. Hata kwenye mahusiano yako ni shida na mke wako. Uongo kweli? Kweli. Sasa mbona unakaa kwenye shida alafu huna Mungu? Na ndio maana sasa hata haya mambo hayaeleweki, imeanza kushikana uchawi. Uongo kweli? Ndio. Sasa kinachotakiwa wewe pamoja na familia yako, ikiwezekana na mzazi mwenzio, wewe unakuja kwa Nabii Medi. Kwanza wewe mwenyewe una roho. Achana na watoto. Wewe mwenyewe una roho nyingi zinakutesa. Wewe sio mtu wa kufanikiwa kwenye maisha yako. Wewe ni wa kupanda na kushuka, wa kupanda na kushuka. Haujachoka baba. Sasa mtoto wa kwanza ni hivyo. Wa pili huyu na Biblia huyu ndiye amekusaidia. Na wa pili huyu na huyu mtoto hataanguka tena kuanzia leo. Sasa hakikisha sharti kila Jumapili acha kazi zako zote. Wewe na familia yako unakuja hapa. Kuanzia leo. Usipofanya hivyo sio kaniulize. Maana naona kitu kibaya zaidi ya hicho. Umenielewa? Jamani, nimesikia mashuhuda. Kila Jumapili zingine Jumatatu tunajua watu wapambanaji. Lakini Jumapili wewe na familia yako na huyo mtoto aliyepotea aje hapa aanze kujifunza pale. Ndio dawa yako, bila hivyo wewe unatafutwa vibaya mno kichai, baadaye tuonane tuongee. Amina. Sasa makofi mengi kwa ajili ya unabii. Huyo ndo Nabii Meli. Tunaendelea na shuhuda.